Usiku ulikuwa mzito. Saa 5 kasorobo usiku, magari matatu meusi yalipita kimya kwenye barabara ya Mikocheni, taa zake zikiwa zimezimwa. Ndani ya moja kulikaa wanaume 5 waliovaa mavazi meusi na glovu nyeusi. Wote walinyamaza wakisikiliza sauti ya upepo ikipiga vioo vya gari. Kiongozi wa kikosi kwa sauti ya chini, hakikisheni simu zote zipo silent. Target anatoka ofisini muda huu. Mwanaume wa pili, tumepata confirmation kutoka kwa dereva wake. Saa 5 kamili atapanda gari lake. Hii ni dakika 5 tu. Dakika 5 baadaye, Humphrey Polepole, mwanasiasa mashuhuri, alitoka ofisini akiwa amechoka, akibeba faili dogo la siri. Alifungua mlango wa gari lake, akaketi ndani, bila kujua macho 10 yalikuwa yakimwangalia gizani. Ghafla, gari dogo lilijitokeza mbele yake, likaziba njia. Kabla hajashika hata simu, milango yote miwili ilifunguliwa kwa nguvu. Wanaume wawili waliingia ndani na kumfunika uso kwa kitambaa cheusi. Humphrey akipambana, mnafanya nini? Mimi ni kiongozi wa serikali. Nani amewatuma? Mtekaji mmoja. Usiulize maswali. Leo wewe si kiongozi, wewe ni mzigo tu. Ndani ya dakika chache, gari liliondoka kwa kasi. Simu yake, saa na wallet vilitupwa nje ya dirisha karibu na mto Tegeta. Saa 4 baadaye, vyombo vya habari vilianza kupata taarifa, mwanasiasa mashuhuri apotea ghafla. Katika chumba cha giza, Humphrey alifungwa mikono nyuma, taa kali ikimulika usoni. Kivuli cha mtu kilijitokeza kutoka gizani. Mtu huyo, kwa sauti nzito, Mheshimiwa Polepole, tulikuheshimu. Lakini sasa umevuka mipaka. Umechimba siri za watu wenye nguvu kupita unavyofikiri. Humphrey, hamuoni mnafanya kosa kubwa? Nani anawaongoza? Mtu huyo, kicheko cha taratibu, ukitaka kujua nani utajua kesho. Leo pumzika. Mwangaza ulizimwa. Usiku ukatawala tena. Ndani ya giza alisikia sauti ya jenereta ikiwashwa, ikimaanisha kitu kikubwa kingeanza. Asubuhi ya pili, taarifa za kupotea kwa Humphrey Polepole zilikuwa zimeenea kote nchini. Mitandao ya kijamii iliwaka moto, vyombo vya habari vilipiga kelele, lakini ndani ya kambi fulani ya siri nje kidogo ya Bagamoyo, mtu mmoja alikuwa akinyamaza huku akitazama skrini yenye picha ya Humphrey akiwa amefungwa mikono. Ofisi ya upelelezi Dar es Salaam. Mkuu wa upelelezi, Kamanda Mwanaidi, tunachojua ni kwamba gari lake lilionekana mara ya mwisho saa 5 kasorobo, barabara ya Mikocheni. Situ zote zilikuwa zimezimwa kwa muda wa dakika 10. Kitu hiki si bahati mbaya. Askari mwingine, tumeokota simu na wallet yake karibu na mto Tegeta. Inaonekana alitekwa, si ajali. Mwanaidi, Humphrey alikuwa anafanya utafiti kuhusu mradi wa siri wa serikali, ule wa kampuni ya mafuta ya nje, sivyo? Askari, ndiyo, alitaka kuufichua kwa umma, lakini sasa ameonekana kuwa adui kwa watu wenye nguvu. Humphrey aliamka akiwa amefungwa, macho yakiwa mazito. Taa moja pekee ilimulika usoni mwake. Kwenye meza mbele yake kulikuwa na laptop na faili lake dogo alilokuwa nalo usiku ule. Mtekaji mkuu, kwa sauti nzito, tulikuonya usicheze na moto. Uliandika makala kuhusu mkataba wa mafuta, sivyo? Humphrey, kwa hasira, mnataka kuninyamazisha? Sitaacha kuisema haki. Watu wana haki kujua ukweli. Mtekaji mwingine, akicheka kwa kejeli, ukweli hauna nafasi kwenye dunia ya nguvu, mheshimiwa. Tunachojua sisi ni amri. Mmoja wa watekaji alishika faili na kulirusha ndani ya pipa dogo la chuma, kisha akachoma moto. Humphrey aliangalia karatasi zikiteketea, machozi yakimtiririka kimya kimya. Usiku ulipoingia tena, mvua nyepesi ilinyesha. Ndani ya kambi, jenereta iliwashwa upya. Watekaji walikuwa wakipanga mizigo kwenye gari dogo. Mtekaji mkuu, kesho asubuhi tunampeleka sehemu nyingine. Kuna mtu anataka kumwona mwenyewe. Mtekaji mwingine, yule mkubwa kutoka ofisini. Mtekaji mkuu, kesho asubuhi tunampeleka sehemu nyingine. Kuna mtu anataka kumwona mwenyewe.
Mtekaji mwingine, yule mkubwa kutoka ofisini. Mtekaji mkuu ndiyo. Yule ambaye alimtuma kuandika ile ripoti. Sasa anataka aione kwa macho yake kabla hajafungwa kimya milele. Kauli hiyo ilituma baridi ndani ya moyo wa Humphrey. Alijua siku yake ya kuishi ilikuwa inahesabika. Wakati huo huo, katika jengo la kifahari mjini Dodoma, mwanamke mmoja aliyekuwa mshauri wa Humphrey, Bi. Loveness, alikutana na afisa mmoja wa usalama kwa siri. Loveness, kwa sauti ya woga, Humphrey aliniambia kama lolote litamtokea, nifikishe faili hili kwako. Afisa akifungua faili kwa makini, hili linaweza kuiangusha serikali nzima. Loveness, ndiyo maana wamemteka. Lakini lazima ajulikane yuko wapi kabla hawajamaliza kazi yao. Usiku huo huo, milio ya risasi ilisikika kwa mbali. Mtu asiyejulikana aliingia kwenye kambi hiyo, akazima jenereta ghafla. Watekaji walianza kufyatua risasi hovyo. Mtekaji mmoja akiwa amepaniki, ni nani huyo? Tumevamiwa. Kivuli cha mtu mmoja kiliingia ndani ya chumba cha Humphrey, kikakata kamba haraka. Kivuli, kwa haraka mheshimiwa, hakuna muda wa kueleza. Toka sasa hivi. Humphrey, wewe ni nani? Kivuli, mtu aliyekuwa ndani ya mfumo, lakini sasa nimechoka kuona damu ikimwagika. Nenda, chukua maisha yako tena. Wakatoroka gizani, mvua ikiwapiga usoni. Gari dogo lililokuwa limepaki mbali liliwashwa na wakaondoka kwa kasi kuelekea njia ya Bagamoyo Road. Lakini je, Humphrey ataweza kurudi hadharani bila kuuliwa? Na ni nani aliyemkomboa kweli, shujaa au msaliti?